Bwana Yesu asifiwe. Ni wako mchungaji Mikael Zabloni Mwanizua wa kanisa la TAG Upatanisho lililopo mamlaka ya mji mdogo Mbarizi, Msarara, Mbeya. Nimekuletea ujumbe wenye kichwa kinachosema Yesu ni mponyaji hakika. Yesu ni mponyaji hakika. Tunakwenda kuangalia katika kitabu cha Isaya sura ya 53 kuanzia mstari ule wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na hata tumuonapo hata tumtamani. Halidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hakuhesabiwa kuwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhani ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, ninamleta ndugu msikilizaji mbele zako. Haijalishi ana shida gani, haijalishi ameugua kwa muda gani, haijalishi amekutana na changamoto ngumu kiasi gani, ninakuita mponyaji, ninakuita Mungu mwenye nguvu, ninakuita Mungu mwenye mamlaka. Baba, namkabidhi mikononi mwako pindi tunapoenda kulisikia neno lako, na pindi unapoenda kumfungua kupitia jina lako Yesu Kristo Bwana Mwokozi. Nimeomba na mwachilia mikononi mwako, nami najiachilia mikononi mwako kwa utukufu wa jina lako lipitalo majina yote. Amen. Kama neno la Mungu lilivyo, Yesu Kristo ni mponyaji wetu. Yesu Kristo anaponya. Yesu Kristo anarejesha uzima. Yesu Kristo yeye ni kila kitu. Yako majina mbalimbali ya watu mbalimbali, hayana uponyaji, hayana uzima, hayana uponyaji wa aina yoyote. Lipo jina la Yesu Kristo. Tangu nilipolipata jina hili, tangu nilipoanza kulitamka jina hili, ngome nyingine sina. Yesu anaweza yote. Yesu ni mponyaji wetu. Yesu anafungua wagonjwa. Yesu anafungua vipofu. Yesu anafungua matasa. Yesu anafungua walio katika magonjwa hatarishi. Nimemwona Yesu akifungua watu mbalimbali. Nimemwona Yesu akiponya watu mbalimbali. Katika Biblia, kitabu kile cha Isaya, tumeona maandiko matakatifu kwenye sura hiyo ya 53 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia imezungumza kwa kina habari za huyu Yesu asiye na muonekano, asiye na uzuri, umbo lake lisiloonekana. Halidharauliwa, halidhiakiwa, alitemewa mate, hakuhesabika kuwa kitu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na ndio maana siku ya leo ninataka nikwambie,
Yesu Kristo ni mponyaji wetu. Yesu Kristo nimemuona akitenda, akifanya mambo makubwa, akifungua vifungo mbalimbali. Nimeshuhudia, nimetazama, nimeona Yesu aliyoyafanya kwa watu sio ya kawaida. Ameachilia uponyaji, ameachilia uzima. Kwangu binafsi nimemuona Yesu akifanya mambo makubwa. Niliugua ugonjwa wa ini, ilitakiwa nife, sikuwa na fedha, lakini nilikuwa na Yesu. Ninamshukuru Mungu, ndani yangu alimwachilia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akanikumbusha kuomba kwamba yuko Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Roho Bwana aliponikumbusha ndani yangu, baada ya kukosa fedha za kwenda India, maana hapa kwetu Mbeya palishindikana, hospitali ya rufaa ilishindwa kutoa majibu ya Mbeya, madaktari wa Mbeya wakashindwa kutoa majibu, wakashindwa kurejesha uzima. Ashukuriwe Bwana Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu pale msalabani. Roho Mtakatifu aliyepiga kelele ndani yangu na kuniombea kwa kuugua, nikafunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Pasipo kwenda India, nikiwa hapa Mbeya, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Roho Bwana aliponisukuma kuomba, nilipoomba kuna kitu kilifyatuka ndani yangu. Kilipofyatuka nikajisikia uzima, maana anayerejesha uzima Yesu Kristo akanirejeshea uzima. Mimi ni mzima mpaka leo, na ndio maana ninasema mimi sio wa ulimwengu huu, mimi ni wa Bwana, kwa sababu huyu Yesu amenipa uzima. Na nina shuhuda za watu mbalimbali. Nimeona Yesu akiwaponya, nimeona Yesu akiwafungua, nimeona Yesu akifanya mambo mbalimbali. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu wanazungumza habari njema. Kila mwanafunzi anamfunua Yesu kipekee. Na ndio maana Yesu hakuchagua mwanafunzi mmoja, alichagua wanafunzi wale 12 special, ili ukishindwa kusikia kwa huyu, usikie kwa huyu. Na ndio maana Yesu Kristo akaacha hawa wote wafunue siri zake. Na mimi nakuambia leo, Yesu anaponya. Angemweka mwanafunzi mmoja, mngesema amebuni habari. Na ndio maana akaweka wanafunzi wengi ili wathibitishe habari. Na mimi niko siku ya leo mahali hapa, ninakusikilizisha habari hizi upate kutambua hapo ulipo yuko mponyaji. Yesu anaponya, anarejesha uzima, anarejesha afya. Huyu Yesu asiyeshindwa, Yesu anaweza yote. Zipo gharama zimeshindikana, huwezi kulipa, huwezi kufanya chochote. Yupo Yesu, yeye alishalipa gharama kwa kazi ya msalaba. Amelipa deni zetu, amelipa gharama zote. Na ndio maana Biblia katika kitabu cha Isaya inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni nani anayesadiki habari tulizozileta? Ni nani anayesadiki habari hizi ninazokuletea? Yupo Yesu anaponya, yupo Yesu anafungua. Petro na Yohana walipokuwa wakikwea kwenda hekaluni, palikuwa na kiwete ambaye alizaliwa ni mlemavu tangu tumboni mwa mama yake.
walimchukua na kumpeleka kwenye mlango wa hekalu ili aombe sadaka kwa watu wanaoingia na kutoka ndani ya hekalu. Siku moja kiwete yule akawaona Petro na Yohana. Petro na Yohana wakamwambia, sisi hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kiwete yule akawa mzima, akamtukuza Mungu wake, akaenda ndani ya hekalu akimshangilia Yesu, huku akilukaluka kwa yale ambayo Yesu ameyatenda na kuambia Yesu ni mponyaji. Wanafunzi wa Yesu wakaandika kila mmoja kipekee habari za Yesu, wakasema wazi, hizi sio hadithi za kubuniwa. Kwa kweli naunga mkono katika hilo. Nimemwona Mungu akifanya mambo makubwa, yale ambayo yameshindikana kwa wataalamu wa dunia hii, kwa waganga wa dunia hii, yuko Yesu anaweza. Pia nawapenda madaktari kwa sababu ni wa kweli. Yale ambayo yameshindikana wanaweka wazi, wanamwambia yule anayeuguza mgonjwa kwamba huyu mtu imeshindikana. Kama anaabudu, basi mkamuombe Mungu awatokee. Nendeni mumtazamie Bwana kwa nafasi ya hospitali imeshindikana. Na ndio maana wao wanapotibu wanatamani Mungu aonekane. Wao wanatibu, Mungu anaponya. Wanakutana na changamoto kubwa katika kutoa matibabu. Wakati mwingine wanaweka na sahihi ya kwamba mgonjwa akifa, wataangalia, watachunguza amekufa kiuzembe au amekufa kwa sababu siku yake imefika. Ndugu msikilizaji, Yesu anaponya, Yesu yupo, Yesu anatenda, Yesu anafanya mambo makubwa. Yesu alifungua vifungo vya watu mbalimbali. Mpaka leo Yesu anaendelea kufungua, na ametoa mwaliko kwa yeyote ambaye hawezi. Yesu yupo, na ndio maana alisema akuja kwa walio na afya, alikuja kwa walio wagonjwa. Neno la Bwana lipo kwa walio wagonjwa, wanaotaka kupokea uzima, wanaotaka Yesu awatokee, wanaoamini kwamba Yesu ni mponyaji, wanaoamini kwamba Yesu ana nguvu. Nasema na wewe uliye mgonjwa, sauti hii inapiga masikioni mwako. Yesu anasema na wewe leo, chukua imani, acha kukumbatia udhaifu, acha kubeba udhaifu, chukua imani, muamini Yesu. Na ndio maana Yesu wakati fulani aliwaambia wagonjwa, imani yako imekuponya. Tunapomwamini Yesu kuna uzima, tunapomwamini Yesu ipo afya, tunapomwamini Yesu yako matokeo, tunapomwamini Yesu ipo nguvu, tunapomwamini Yesu upo uponyaji. Yesu ni mponyaji hakika, Yesu anaponya. Nimeshuhudia wanafunzi wa Yesu wakasema, yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia ndiyo tunayaleta kwenu. Tumepapasa kwa mikono yetu, tumeona, tumesikia, tunayaleta kwenu. Hayo ambayo tumeyasikia na sisi kwa baba zetu ndiyo ambayo yanafanya kazi hata leo. Wagonjwa nasi tumeshuhudia wakipona. Binafsi nimekupa ushuhuda, nimemwona Bwana akiniponya, nimeona Bwana akifungua watu mbalimbali. Nimesikia pia shuhuda za watu mbalimbali waliosikia neno la Bwana na kuchukua imani. Bwana amewaponya,
Bwana ameachilia uzima kwao. Huyu Yesu anaponya, huyu Yesu anazo nguvu, huyu Yesu ni hakika. Yeye ndiye aliyemwambia Lazaro, inuka uwe mzima. Yesu anaweza akatembea hata mbali na muda. Alimfufua Lazaro, lakini huyu Yesu ndiye aliyemwambia yule mgonjwa aliyepitishiwa darini, akamwambia beba kitanda chako na uende, imani yako imekuponya. Imani ya waliobeba kitanda imekuokoa. Nenda kwa jina la Yesu. Yesu ni mponyaji, anaachilia uzima, anaachilia afya. Alimponya Batimayo, mwana wa Timayo, akamwambia uwe mzima. Huyo ni Yesu. Linapotajwa jina lake, matokeo yanatokea. Linapotajwa jina lake, afya inatokea. Yesu ni mponyaji hakika. Yesu anafungwa vifungo. Alimponya mwanamke aliyeugua miaka 12, akamwambia mwanamke, nenda, imani yako imekuponya, usitende dhambi tena. Yesu anapingana na dhambi, lakini anataka tuchukue imani ya kwamba Yesu ni mponyaji na ana uwezo wa kuponya. Anaponya. Na nataka nikwambia kwamba usilibebe tatizo, mbebe Yesu. Usiangalie ukubwa wa tatizo, angalia ukubwa wa Yesu Kristo katika maisha yako. Unapoliangalia tatizo ndipo unaposhindwa. Unapomwangalia Yesu ndipo unapozidi kuvuka kwenye madaraja mbalimbali. Yesu ni mponyaji na ndiye aliyemponya mtoto wa diwani. Hakuwa na umbali, diwani akasema, Mwokozi, Yesu wangu, Bwana mkubwa, wewe tamka neno tu, naamini atapona. Naamini atapona. Kwa imani kubwa tunapochukua, Yesu anaponya. Aliwaponya wakoma. Kwa jina la Yesu magonjwa yanaondoka. Kwa jina la Yesu afya zinarejeshwa. Kwa jina la Yesu wagonjwa hospitalini wanafunguka. Kwa jina la Yesu kila mgonjwa anapata afya, maana Yesu ni uzima, Yesu ni afya. Na ndio maana Petro akasema, Bwana, twende kwa nani? Kwako kuna uzima, kwako kuna afya, kwako kuna matokeo. Bwana, tumekukimbilia wewe, tusiaibike. Watanzania Bwana, tumekukimbilia wewe, tusiaibike. Mbeya hii Bwana, tumekukimbilia wewe, tusiaibike. Bwana, tunaweka imani na kila mmoja aendelee kuamini ya kwamba mponyaji yupo hapo ulipo. Endelea kuamini ya kwamba mponyaji yupo. Endelea kujisemea nafsi yako, endelea kujisemea nafsini mwako, hakika Yesu unaniponya leo, hakika Yesu unaniponya leo. Unapotamka maneno hayo unapokea uzima. Nami nakutamkia kwa jina la Yesu uwe mzima. Kwa jina la Yesu simama uende. Kwa jina la Yesu toka kitandani. Kwa jina la Yesu uwe mzima. Kwa jina la Yesu ukimwi ukuache. Kwa jina la Yesu homa ikuache. Kwa jina la Yesu mapepo yakuache. Kwa jina la Yesu majini yatoke. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Oh Yesu, tembea.